Msichana mdogo aligundua kuwa kaka yake mwenye usonji alikuwa anaweza kuzungumza. Kabla hajaendelea kufurahia kwa muda mrefu, kundi la watukutu lilikuwa linajipanga kuwatesa tena. Walikuwa hata wamemkodisha mnyanyasaji mmoja mtu mzima ili awafanyie kazi yao chafu. Wakati mnyanyasaji huyo alipotaja kuwa alikuwa amempiga kijana huyo muda si mrefu uliopita, msichana huyo aligundua kuwa maumivu ya kaka yake huenda yanahusiana na ukatili huo. Aliwaza kwamba ikiwa wangeweza kuwashinda watukutu hao, kizuizi cha kihisia cha kaka yake kinaweza hatimaye kuvunjika. Lakini alikuwa ni msichana mdogo wa miaka 10 tu. Hakukuwa na njia ambayo angeweza kumshinda mnyanyasaji mtu mzima peke yake. Kisha bila kutarajia, kaka yake alipiga hatua mbele. Aliwakemea watukutu hao kwa kumnyanyasa mtu mnyonge kuliko wao. Kumwona kaka yake akizungumza kulimjaza msichana huyo furaha. Wakati uliofuata, watukutu hao walimwamuru mnyanyasaji huyo kuwapa funzo wawili hao. Msichana huyo alimkanyaga mnyanyasaji huyo kwenye mguu. Wakati akigagaa kwa maumivu, kaka na dada huyo waliungana na kumfukuza kwa hofu. Baada ya mnyanyasaji wao kukimbia, watukutu hao ghafla walijawa na hofu. Chini ya usimamizi mkali wa msichana huyo mdogo, watukutu hao walimuomba msamaha kijana huyo. Waliapa kwamba hawatamnyanyasa tena. Kijana huyo alisema kuwa angewaacha waende kwa wakati huu. Kusikia hivyo, wanandoa matajiri waliokuwa wakitazama karibu walifurahi sana. Hawakutarajia mtoto wao mwenye usonji kuzungumza. Walipomwona akimnyooshea mkono dada yake, waliamini kuwa hali yake ilikuwa inaimarika. Walimshukuru binti yao wa kambo kwa hayo yote. Walimchukulia hata kama hirizi ndogo ya familia. Wakati huo, msichana huyo alimwona kaka yake akirudi tena kwenye ugumu wa lugha. Hakuweza kuelewa kwa nini hilo lilikuwa linatokea. Wazazi wake walimwambia kuwa usonji si kitu kinachopona usiku mmoja. Lakini waliridhika kwamba mtoto wao alikuwa ameonyesha maendeleo makubwa namna hiyo. Mara moja waliamua kumzawadia binti huyo mdogo. Alikataa kila zawadi waliompa. Alichotaka ni kaka yake apone haraka, ili hatimaye aweze kuwa na mazungumzo naye. Akiwa amedhamiria kumponya kaka yake, alikuwa akitazama picha zake za zamani huku akimuuliza mama yao kuhusu maisha yake ya nyuma. Mama yake alisema kuwa daima alikuwa akipenda kupiga piano. Aliongeza kuwa kipaji chake kwenye chombo hicho kilikuwa cha kipekee. Lakini miaka 3 iliyopita alikuwa amefeli mtihani wa kujiunga na chuo cha muziki. Baada ya kushindwa huko, alikuwa amejifungia kwenye usonji. Msichana huyo alihitimisha kuwa hali yake ilitokana na kushindwa huko kwenye usaili. Aliwaza kwamba ikiwa angeweza kumrudisha kwenye shule ya ndoto zake, huenda ikaponya jeraha lake la kihisia. Mara tu fundo hilo litakapofunguliwa, aliamini angepona kabisa. Hivyo aliharakisha kumtafuta na kumhimiza afanye mtihani wa kila mwaka wa piano. Kutajwa kwa piano kulimfanya awe na wasiwasi sana. Hakutaka kwenda. Msichana huyo hakuweza kuelewa kusita kwake. Baada ya kumsisitiza sana, hatimaye alikubali kufanya usaili wa muziki. Siku chache baadaye, akiwa ameandamana na wazazi na dada yake, alifika kwenye akademia ya muziki inayoongoza nchini. Shule hiyo ilichukua mwanafunzi mmoja tu bora kila mwaka. Mshiriki wa kwanza jukwani alikuwa yule mtukutu aliyekuwa akimnyanyasa msichana na kaka yake. Alimcheka kijana huyo kwa dharau kabla ya kuanza onyesho lake. Alipomaliza, majaji walishindwa kufikia uamuzi wa pamoja wa kumvusha. Huko nyuma ya jukwaa, alijivuna tena kuhusu ujuzi wake. Hata alimfanyia dhihaka kijana huyo kwa mikono yake kama kipepeo, akisema hawezi kabisa kupiga piano. Dada huyo alimjibu mtukutu huyo kwa hasira. Kisha yeye na wazazi wao waliungana kumtia moyo kijana huyo. Akiwa na ujasiri, aliketi kwenye piano. Alicheza kwa hisia kipande kiitwacho A Symphony of Fate. Majaji walivutiwa mara moja na onyesho hilo zuri. Waliguswa sana kiasi kwamba walitaka kumpa alama zote. Safari hii kijana huyo alipita raundi ya awali bila tatizo. Dada yake alikimbia kumpongeza. Alimshukuru kwa sifa huku akimdhihaki mtukutu huyo kuwa upigaji wake ulikuwa mbaya na usio na ufundi. Kisha akatangaza kuwa anataka kuzungumza na kaka yake siku nzima. Wazazi wao walipendekeza kusherehekea kwenye hoteli ya nyota 5. Ghafla, mwanamume mmoja alitokea kwenye umati. Alimwambia kijana huyo, ni muda mrefu tangu tuonane. Kijana huyo alipomtambua mwanamume huyo kama mwalimu wake wa zamani wa piano, alipiga kelele hapana kwa hofu. Kisha akaanguka chini.